safety net wako watatu. Kuna Wizara ya Fedha, Benki Kuu na DIB. Yaani ni taasisi au ni pamoja na wizara ambayo ikitokea janga leo benki zimefilisika. Je, watu gani ambao wanatakiwa wakae kwa haraka kuweza kukabiliana na hilo janga? Kwa cha kwanza tuna Wizara ya Fedha inayotusimamia, tuna Benki Kuu ambayo ndio msimamizi wa sekta ya fedha, na sisi DIB. Kwa na sisi DIB ni member wa hiyo safety net. Nataka pia hilo wananchi walielewe. Lakini pia pumua. Naona namna ambayo sasa hivi mwananchi kuna kitu anapata, na bila shaka kwa yule ambaye alikuwa afahamu pengine kwamba uhai wa fedha zake, lakini pia masuala mazima haya ya ufilisi wa benki, sasa kuna kitu anakipata. Maana yake ni kwamba kesho hawezi kuogopa kuweka fedha zake ama kuwekeza fedha zake kwenye hizo benki ambazo tunazizungumza, endapo kama itatokea. Mwaka 2018 mpaka leo kuna kitambo, unajua. Maana yake ni kwamba yani hailazimishwi kutokea, labda sasa ije ito watatuambia baadaye kwamba kama kuna benki ambazo zimewahi kufilisika ni ngapi, na amana za wateja zile zimeshatoka labda kiasi gani, mpaka sasa hivi wamelipwa asilimia ngapi. Utatuambia baadaye kidogo. Bado tuna nafasi kidogo, tunaendelea. Ndo naelekea sasa, tunaanza ufilisi. Baada ya kujenga bezi, yani kujua DIB tunaanza kwenye ufilisi. Pale Azimio, Benki Kuu ikisha fanya uchunguzi wake, mahesabu, and then Azimio likatokea kwamba benki hii inabidi ifungwe, Benki Kuu inaweza kuiteua DIB. Sheria imeipa mamlaka Benki Kuu kwamba inaweza. Ikisema inaweza kwamba inaweza ikamteua DIB au ikamteua mtu mwingine. Lakini kwa ufilisi ambao kwa benki ambazo zimefungwa mpaka leo, zote DIB iliweza kuteuliwa. Benki Kuu inavyoiteua DIB, sheria imetoa kinga kwamba ikishateuliwa na Benki Kuu, ule uteuzi ni sawa sana uteuzi wa mahakama. Kwa hiyo hamna mtu anaweza akaubadilisha au nini. Kwa hiyo ni kama uteuzi wa mahakama, sheria imesema hivyo. Na kwenye ufilisi toka kwa historia ya nchi yetu, DIB imeteuliwa kwenye ufilisi wa benki 9 ambazo zilifungwa, ambazo zote mpaka sasa bado tunazifilisi. Kuna benki ya Greenland ilifungwa mwaka 2000, Delphis ilifungwa mwaka 2003. And then FBME ilifungwa mwaka 2017, Mbinga Community Bank ilifungwa mwaka 2017, na mwaka 2018 zilifungwa benki 5 ambayo ni Covenant ilikuwa Dar es Salaam, Ifata ilikuwa Dar es Salaam, Meru Community Bank ya Arusha, Njombe Community Bank ya Njombe, na pia kulikuwa na Kagera Farmers Cooperative Bank ya Kagera. Kwa hiyo hizi benki zote zilivyofungwa, DIB iliteuliwa kama mfilisi. Tukumbuke kwamba ile jukumu la loss minimizer hapo halikuwepo. Pengine tungekuwa tunalo, hizi benki leo zingekuwa zipo zinaendelea kutoa huduma. Kwa hiyo tunaendelea kuzifilisi, na kazi za ufilisi kama nilivyosema hapo awali ni kukusanya mali. Wale lengo lako wewe kubwa ni kukusanya mali uweze kuwalipa wateja. Ndio. Kwa hiyo utahakikisha kwamba wenye mikopo kama nilivyosema wanalipa, ambapo hiki pia tumekuwa na changamoto. Ukienda kumfuata mtu alipe, anasema benki imefungwa. Kwa hiyo tunachokifanya huwa tunaweka wakusanya madeni, wale debt collectors ambao wanatusaidia kwenye hili jukumu, kwa sababu sometimes inabidi kidogo tumeka nguvu, kwa sababu yule alikopa anatakiwa arejeshe, ili mwenzie aliweka akiba yake aweze kurejeshiwa fedha zake. Wewe ulikopa, ulienjoy ile hela, kwa hiyo basi lipa, ili mwenzio naye aleka amana yake aweze kufanyaje, kurejeshewa. Kwa hiyo nimesema kingine pia tunauza zile mali za ile benki ambazo niliongelea, mali zote zinazotembea na ambazo hazitembei. Lakini tunahudhuria mahakamani. Kutokana na kukusanya huku mali, unaweza kwenda bahati mbaya labda mtu anataka kwenda kuuza mali, nyumba ya yule ambaye alikopa hataki kulipa, wanatija wanakimbia mahakamani. Kwa kuna wakati mwingine kuna mashauri mahakamani, tunaenda kuhudhuria. Tunashukuru serikali, tunasaidiwa na ofisi ya wakili mkuu wa serikali na mwanasheria mkuu wa serikali mara nyingine, ili kuhakikisha kwamba hizi kesi zinaisha na wateja tunakusanya fedha, kwa sababu walikopa, ili waweze kufanyaje, kurejesha wale walioweka akiba zao. Lakini tukisha maliza hilo, tunalipa fidia
ya ufilisi. Fidia ya ufilisi kama nilivyosema inalipwa, sio kwamba usubirie ukusanye zote ndo ulipe. Ukipata kiwango ambacho unakiona hiki naweza kugawa, unatoa kwa awamu.